huyo bwana wako huyo ana mwanamke mwingine. Upo na kusema kwamba Plagi akupi mahitaji, sio kwamba ana hela. Plagi ni ana hela, ana hela. Mara nyingi tu namkuta anampa hela yule mwanamke, na anashangaa unavyoniambia kwamba eti wewe akupi hela. Pole sana shoga yangu, sitaki kuharibu mahusiano ya watu shoga yangu, ila ndio hivyo, nimejikaza nimeshinda. Unajua ni rafiki yangu Ndio najua. Afu unajua yule ni bwana wangu. Ndio. Unajua kama nampenda. Najua, ndio maana nimekuambia. Najua. Naomba unaponiletea taarifa uwe na uhakika nayo. Hivi shoga yangu, hata mimi uniamini? Ila ndo nimekufikishia habari hizo. Kwa hiyo unataka kuniambia Plagi hela anapata ila na mwanamke mwingine? Ndio nakupa habari. Ana kimwanamke huko. Mara nyingi mimi nawaona. Sema nilikuwa nakosa nafasi ya kukutana na wewe nikwambie shoga yangu. Na huwa anamuona mara kibao sana anampa hela yule mwanamke mwingine. Alafu nashangaa unaniambia wewe hakuhudumii? Kwa ina maana hanipendi kama mimi ninavyompenda. Ndio jiongeze shoga yangu. Kwa unataka kuniambia mimi ndo nampenda yeye, hana mapenzi yote na mimi? Sasa umeanza kupaniki. Hapo utanivuruga na mimi sasa. Nisikilize rafiki yangu. Asante kwa taarifa. Sikiliza sasa. Mbona umepaniki? Mimi niko sawa. Usipaniki. Naomba usipaniki. Mimi niko sawa. Niache niende. Wewe kwa na amani. Naomba usimwambie. Karibu. Karibu sana. Karibu. Naona leo nimetembelewa kazini leo. Mbona sura imekuja haina nuru jamani? Hiyo mimi nimetoa. Nikuulize kitu. Huko tuko ngapi? Mke wangu, kuna kidudu mtu kimeshaanza kuingia kwenye mapenzi yetu. Kidudu mtu gani? Wewe nijibu swali langu, kwako tuko wangapi? Laiti kama Mungu angekushuka leo hii akafungua moyo wangu uone peke yako, ungeona ni jinsi gani unapewa thamani ndani ya moyo wangu. Na unapewa thamani sana kwenye moyo wangu. Usinite. Unanikia, unazidi kuniuliza kabisa. Unanikwaza. Hivi, Plagi, wewe ni kumsaliti wewe? Mkofuni. Taarifa zako mnazo. Nazipata zote. Kama mimi naanzia wapi? Niite mke wako bana. Unajua ni jinsi gani nakupa thamani mke wangu kwenye moyo wangu? Sasa nikalipie. Kosa ni la kwako afu nikalipie mimi. Singombe. Mara kadhaa nimekuja kwako na kuomba pesa matumizi unaniambia wewe. Mimi kama mpenzi wako nakuvumilia. Nasema ipo siku Mungu na wewe atakujalia utapata. Utanihudumia mimi mpenzi wako. Lakini hao malaya zako unahudumia. Sasa sijui unataka mimi nikahudumia na nani? Singombe hivi. Mimi nikikuomba wewe huna. Kwanza sasa hivi. Ukitaka kunihudumia, nihudumie. Ukitaka kuhudumia hao malaya zako, wahudumie. Mimi usiponipa, watanihudumia wenzio. Mke wangu, mimi bado natafuta hela za kuhonga, natoa wapi mke? Wewe unatafuta wewe, unajitafuta umejipata, mimi hainihusu. Sio shida zangu. Mke wangu. Ogope watu mke wangu. Wewe
usinizoee, kuanzia wewe mpaka hiyo familia yako. Kaka, habari vipi? Swali tu. Vipi shemeji, mbona moto hivyo kaka? Mdogo wangu, wewe acha tu. Haya mambo mengine ukikua utayajua. Ila sema kaka, poa. Mimi tulicholeta hapa ni kuja kuomba hela tu. Mdogo wangu, si unajua mimi najitafuta na bado sijajipata, si unanielewa? Yaani kilichofanya mpaka shemeji yako anatoka hapo kwa ukali hizo fedha. Yaani mnakuwa kama mnanichanganya yani. Unajua unanichanganya? Mimi kaka, mimi niombe 2000 tu na nika hivyo. Hebu fanya uende kwanza, tutakuja kuongea. Fanya uende. Mimi siko sawa. Mimi kaka, nimekuja kuomba hela au nimekuja kutukana? Wewe unajua, mimi nikipata chochote kitu hapa kazini lazima nikupe. Sio lazima uombe. Hebu utangulia tu nyumbani, au sio? Mimi nakuja muda sio mrefu. Nasema poa, tuna mimi nitakupata sana. Unaanza kuwa na mdomo wa kumjibu kaka yako hivyo, si ndio? Bro, yaani maisha kwangu yamekuwa magumu. Yaani mpaka kazini kumeshakuwa kuchungu ndugu yangu. Naona kama yaani kama sio kufai tena kwangu. Kazini pale pale. Afadhali hata ingekuwa kazini. Shemeji yako jana kaja kazini pale. Amekuja wangu. Yaani umefikia wakati mwanangu ananiambia tuachane tu. Yaani kwa maana hiyo mimi na yeye mapenzi basi. Anadai kuwa inawezekana wewe kuna familia nyingine unaitunza. Na huku anajua kabisa ni jinsi gani nampenda. Na wakati anatambua kabisa ni jinsi gani nampenda. Lakini amekuja kazini na kuambia yaani ananipa wakati mgumu sana. Mungu unawekeza sana kwa yule mwanamke. Sana. Haya maisha yanahitaji mambo mengi sana. Sawa. Umri wako bado. Umeelewa? Umri wako bado kabisa. Ukiangalia namna ambavyo maisha tunavyozidi kwenda, kijana bibi tu na hela. Mimi ninachokushauri kitu kimoja tu. Kama ambavyo nimekwambia, bado umri wako upo. Si ndio? Hakuna kukata tamaa. Yaani usikate tamaa kabisa mwanangu. Umeelewa? Mimi tunashauriana vitu vingapi? Vitu vingi tunashauriana. Sisi wote bado ni vijana mwanangu. Sawa? Sisi bado ni vijana, yani kwenye umri ambao tuko sasa hizi. Umri wa kutafuta. Ushauri wangu kama utaweza, lakini ni kutafuta hela. Huo ni ushauri wangu. Tafuta pesa. Inabidi tuwe na hela. Hawa wanawake wapo. Sio? Ukiangalia pesa ina umuhimu sana. Ndio maana nilikushauri nilipokuja pale kwambia hivi, fungua biashara yako. Piga hela mshikaji. Nashukuru sana. Ama wanawake waache. Kwa hili nitalifanyia kazi. Nitalifanyia kazi sana. Kama unaweza kunizingatia wewe itakuwa tofauti shehe. Hakuna namna. Ngoja tuendelee kupanda maua. Mambo yangu ni kupambana tu. Umati uwepo. Kosa umati mabinti hao wanaondoka tu. Haina shida ndugu yangu. Mimi nashukuru sana. Usiweze kuweka mambo si nini na nini. Piga kinywaji kaka. Piga kinywaji. Mbona unaoga mwanangu? Nashukuru sana ndugu yangu. Yaani ukisema uingie moja kwa moja kwa wanawake, utajaa kwenye mfumo. Halo. Ndio maana nimekuita. Siwezi kukaa na watu ambao hawajafanikiwa. Mambo mengine unaweka pembeni bwana. Nashukuru sana ndugu yangu. Mimi nashukuru sana. Pambana tu pale vile. Ili jitume, alafu baada ya hapo fungua ofisi yako. Kisha kushauri hapo. Niko mbioni. Sasa kwenye biashara utakuwa mzinduzi wewe. Sasa shukrani sana.
Siku hizi cheko changu ni kidogo, lakini ukiniangalia